Mtazamaji na msikilizaji wa Mtawala Radio, lakini vile vile mtazamaji wa Mtawala TV, mimi naamini ujambo kabisa, na hii leo niko na mgeni wangu ambaye yeye ni mkurugenzi wa Nishati Eco nchini Tanzania. Hii ni taasisi isiyokuwa ya kiserikali na kubwa zaidi, wanafanya kazi ya kupambana na masuala mazima ya nishati safi, wakitoa elimu lakini vile vile wakitoa product. Hawakuletei elimu wakikuacha unaelea, wanakufunza lakini vile vile wanakupa njia sasa kwa vitendo, yani wanakupatia product ya wewe kuitumia ukiwa jikoni. Dr. Mtawala ndio la kwangu jina. Zaidi ya yote ni kukaribisha sana, twende pamoja. Kama uja like, ni wakati wako sahihi wa kulike, lakini vile vile ukipata content hii share na ndugu jamaa na marafiki. Kubwa zaidi, usiache kusubscribe kwenye YouTube channel hii hapa, uendelee kuyaangazia mambo mengi mazuri na kujifunza kwa niaba ya jamii nzima. Leo tunazungumzia masuala mazima ya nishati safi. Maana yake tunazungumzia mabadiliko ya tabia nchi na namna gani tutaweza kuokoa mazingira, lakini vile vile swala la afya za watu, bila kusahau kuondoa magomvi katika jamii. Maana wakati mwingine atio mbona ana macho mekundu, ni mchawi na nini, kwa hiyo uhusiano unakuta unaharibika na kadhalika. So mgeni wangu nitampa nafasi ya kujitambulisha, ufahamu yeye anaitwa nani, kisha tutaanza kuzungumza mada inayosema ya kwamba tunatamani kufahamu uelewa wa jamii yetu ya Watanzania toka kuzinduliwa kwa kampeni hii na movement zote zinazoendelea mpaka sasa, mapokeo ya uelewa juu ya nishati safi ukoje? Karibu sana mgeni wangu. Nipe tano. Uko sawa? Niko sawa kabisa. Karibu, jitambulishe kwa faida ya msikilizaji wetu. Nashukuru sana. Yeah. Mimi naitwa Anet Mutembei. Yes. Ni mwanzilishi na mkurugenzi wa Nishati Eco Solutions Limited. Kampuni ambayo ipo Dar es Salaam. Yeah. Tunajishughulisha na utengenezaji wa mkaa mbadala na majiko banifu. Naam. Kwa kutumia malighafi zinazotokana na taka za kilimo. Okay. Yes. Kwa kitu ambacho watu wanaona kama hakina thamani, sisi tunakirudishia thamani. Wow. Yeah. Wow. Na tunapata ile nishati safi ambayo inatunza afya, inatunza mazingira kabisa, lakini pia inaongeza kipato na kupunguza matumizi. Okay. Yeah, yani unaweza kubana budget. Wow. Wow. Wewe ni mtu wa site, tunalotamani kulifahamu leo ni moja tu, kwamba hali ya mapokeo dhidi ya nishati safi katika jamii yetu ya Watanzania bara na visiwani ikoje mpaka hii leo tunapozungumza? Kwa kweli mapokeo ni yanazidi kuwa mazuri. Naam. Ya jamii inazidi kuelewa. Alafu pia tukiangalia jinsi gani ya Mheshimiwa Rais alivyoweza kuipush sana hii agenda kabisa. Imeweza kuwafikia watu wengi sana ambao wana uhitaji. Lakini kuna changamoto zake, lakini kiujumla wateja wetu wamekuwa wakiona thamani ya kile ambacho tunawapatia. So. Mara nyingi mwanzoni ile anakuwa haamini. Unajua watu washazoea huu mkaa tangia wamezaliwa, wamezoea kuni. Kwa hiyo yani anaamini yani hakuna chanzo kingine kisafi au kinaweza kumsaidia. Lakini akishapewa ile sample ya kwanza, ama akaona kwa rafiki yake, ama akasikia kama hivi kama tunavyoongea hapa, anaanza kushawishika, anaanza kutamani na yeye kupata nishati safi. Kwa hiyo imekuwa ni matokeo chanya tunayoyaona kwenye jamii. Kwa hiyo mara nyingi wateja wetu ni watu wa majumbani, mashule, mahoteli, mahospitali, yani kiujumla ni wale watumiaji wote wa ule mkaa wa kawaida na kuni. Kwa hiyo tunawapatia elimu ya jinsi gani ya kutumia ule mkaa wetu vizuri. Kwa sababu mkaa mbadala una utofauti kidogo kwenye matumizi. Kwa hiyo inahitaji elimu kiasi kwamba uweze kuona manufaa sasa. Yale manufaa tunayosema kwamba hamna moshi, unawaka masaa 6 hadi 8, unasaidia kutunza afya, lakini unasaidia pia kubana matumizi, yani kusave cost kwa zaidi ya 50%. Yes. Kwa hiyo wakishaanza kuona zile benefit, ndo anaingia na ile belief kwamba hiki kitu kweli kinafanya kazi. Kwa hiyo unaona katika kiujumla kwa nchi tumeweza kupiga hatua, tumeshafikia kama 26% na zaidi. ya katika matumizi ya nishati safi, kiasi kwamba nchi zingine Afrika wanakuja kutaka kujua tunawezaje na sisi
na wao wakaweza kufikia malengo yao. Yeah. Tunapozungumza na wewe, tunaamini tunazungumza na mtu ambaye amebeba majibu, kwa maana ya kwamba uko site, unakutana na watu wahusika, unapata nafasi ya kutoa elimu, unapata nafasi ya kuwashawishi watumiaji, kuambia tutoke huku tuelekee huku, tutoke kwenye mkaa wa miti twende kwenye mkaa wa nishati safi na kadhalika. Mapokeo ya wale watu wa kawaida, yani familia za kila siku ambazo hununua mkaa mara kwa mara, mapokeo yakoje? Natamani kufahamu kwa niaba ya watazamaji wanaokutazama hivi sasa. Actually matokeo ni mazuri, yanaridhisha, yanafurahisha na pia yanatutia moyo sana. Kwa sababu ukiona kwa familia ambayo ilikuwa inapikia nje kwa kutumia kuni, sasa hivi wakitumia mkaa mbadala anaweza akapikia ndani hata kama iwe usiku. Hiyo ni umemsaidia kwa kiasi kikubwa sana kwa afya ya familia, lakini pia umemrahisishia maisha yake. Kwa sababu tunajua utafutaji wa kuni unachukua muda, lakini pia unaongeza ukataji miti, na inatoa ule moshi ambao una athari ya kuleta labda magonjwa ya moyo, kansa na vitu kama hivyo, pumu. Kwa hiyo hiyo ina athari sana kwa watoto. Unajua watoto wamekaa chini ya 5 hadi 15 pale, immunity yao bado ni ndogo. Kwa hiyo haiwezi kupambana na hizi athari za kimazingira kiurahisi. Kwa hiyo kwa familia kama hizo, wengi sana wanafurahia kwamba sasa hivi tunapikia mkaa ambao hauna moshi, mkaa ambao unakaa muda mrefu, unaona. Kwa hiyo na pia kusave zile gharama, kwa sababu mkaa huu wa miti kama tunavyojua kwamba hata channel zake za usambazaji zina vibari vingi ambavyo mara nyingi zinasababisha kupandishwa kwa bei, au wakati mwingine usipatikane kiurahisi. Lakini kwa nishati yetu hii ya briquette au mkaa mbadala, yenyewe tayari inakuwa upande wa mkaa mbadala wenyewe unaotokana na taka za kilimo, inakuwa tayari tunarejesha zile taka ambazo watu wanaona hazina thamani. Tofauti na ule mkaa wa miti ambao ina involve kukata miti ambao ni maliasili ya nchi kabisa. Kwa hiyo tunaona kwamba yenyewe bado itaendelea kuwa na gharama au itaendelea kutoa athari kwenye mazingira. Kwa hiyo mkaa mbadala yenyewe ni gharama yake ni nafuu sana. Alafu uwakaji wake wa muda mrefu pia inasaidia kutumia nishati kidogo kwa matumizi mengi. Kwa mara nyingi kwa kaya ambayo zina limited budget, ambao wamejiwekea budget yao labda kwa siku matumizi yao ni kiasi fulani, wanaweza ka maintain ile budget na bado wakasave. Yes, tofauti wakiendelea kutumia mikaa na kuni, watajikuta wanatoka nje ya budget mara nyingi, na pia kufanya vitu vingine katika familia au katika miradi yao isiweze kukamilika kwa wakati kwa sababu ya upungufu wa budget. Tunaposikia swala zima la nishati safi, wengi pengine huwaza zaidi gharama, kwamba gharama zake ni kubwa au itakuwaje, sisi labda bei ni kubwa, tutashindwa kumudu bei na kadhalika. Wito wako katika hili eneo ni upi? Nafuu iko wapi? Tubaki kule kule kwenye nishati chafu? Mnahitaji ile hii ni safi, ile ya zamani nishati sio salama. Okay, nishati sio salama. Sawa. Wito wako kwenye wasiwasi wa bei pengine? Wito wangu ni kwa jamii ni kwamba tunaweza tukajionea wenyewe, sio tu kusikia, lakini unaweza ukafanya mwenyewe utafiti wako katika matumizi yako ya nishati. Unatumia gharama kiasi gani kwa siku, kwa mwezi, na jinsi gani ukitumia mkaa mbadala inaweza kukusaidia wewe kupunguza gharama zaidi. Kwa sababu ukiangalia mostly katika mashule, let's say mashule mengi kuanzia watoto 500 labda 300 mpaka 1000 na kuendelea, na wamehamasishwa na serikali kwamba kila ambaye anapikia watu zaidi ya 100 kwenye nishati safi ya kupikia. Kwa hiyo unakuta kwamba katika matumizi ya mkaa mbadala kwa kilo moja ni shilingi 1000. Hiyo ni bei ya sokoni kwa bei ya rejareja. Yes. Kwa mara nyingi ni shilingi 1000 ambao kwa kiasi chake kwa familia watu 4 mpaka 5 wanaweza wakaitumia siku nzima. Yes. Na hapo amepika kuanzia chai, chakula cha mchana na jioni. Yes. Akizidi sana atatumia 1500. Yes. Kwa sababu ya utofauti wa majiko. Yes. Lakini
Katika kupunguza gharama inasaidia sana. Kiloba cha kilo 50 kinafika kuanzia 35 hadi 40. Okay. Kwa hiyo inasaidia katika kupunguza gharama, lakini vile vile kutumia nishati kidogo kwa matumizi mengi na unakaa muda mrefu pia. Tuna kwa mfano nimenunua kilo 1 na nimepika nimemaliza, ule mkaa unauacha unaendelea kuwaka au kuna namna ya kuzima na kuja kutumia kwa matumizi mengine ya baadaye? Yes, nashukuru sana kwa hilo swali. Hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo tunavielimisha sana katika jamii yetu. Kwa sababu huu mkaa wetu wa briquette unatengenezwa kwa mashine. Kwa hiyo tuna compress ule unga kuwa brick moja au kipande kikubwa chenye uzito. Kwa hiyo ukimwagia maji umeuharibu. Kwa wenyewe uzimaji wake ni tofauti kidogo. Unazimwa kwa kuzuia hewa isiweze kuchochea moto kuwaka. Kwa hiyo tunafunikia na sufuria ama chombo chochote ambacho kitadhibiti hewa na kufunga ile mlango wa hewa kwenye jiko. Yes. Kwa hiyo kishakaa vile wenyewe utajisimamisha. Utaacha kuwaka. Kwa hiyo baadaye ukitaka kuendelea kupika hauna ulazima sana wa kuanza kuwasha mkaa. Pengine bado ule kutakuwa na joto kwa mbali. Kwa hiyo unaweza kaweka vipande vyako vichache, 2 vitatu na ukaendelea kupika. Wow. Hali ya uwashaji mkaa ni ile tunayoitumia siku zote au na huo una namna yake ya kuwasha? Yes, unawasha kama ambavyo tumezoea ule mkaa mwingine wa miti. Lakini huu hapa mara nyingi inabidi uwashwe kwenye sehemu ambako kuna rough surface au ambako pamevunjwa. Yes, ili kuwahi kuwaka haraka zaidi. Na unachukua dakika 5 kuwaka. Kikiwaka kipande kimoja automatically the whole kienda imeenda. Yes. Wow. Kikiwaka imewaka. Tuko Zanzibar leo chini ya ujio wa Youth Connect Tanzania, chini ya director Catherine John. Ujio wako kwa Zanzibar unaiona wapi nishati yako ama nishati safi kwa hapa visiwani Zanzibar? Kwa huu muda mchache ambao nimeweza kutembea na nikaongea na vijana, nikaongea na kina mama ntilie, nimegundua kwamba fursa ni kubwa sana hapa Zanzibar. Kwa sababu kwanza wana malighafi nyingi. Yes, alafu kitu kingine ni kwamba uhitaji bado ni mkubwa kama ilivyo kwetu kule bara. Kwamba bado ule mkaa wa miti wanaopata kwa shida sana. Alafu pia na wenyewe sio ule wenye ubora. Wanalazimika kutumia gharama kubwa kwa siku kuanzia 3,000 na kuendelea. Yes. Kwa hiyo akipata mbadala ambao ni gharama nafuu angalau shilingi 1,000 au 1,500, umeweza kumpunguzia gharama na kuokoa afya yake pia. Kwa nimeona uhitaji ni mkubwa, kila mmoja ananiambia unaleta lini. Kwa napenda sana kuwashukuru Youth Connect. Napenda pia kuwashukuru ofisi ya Waziri Maendeleo na Uwekezaji, Mheshimiwa Shaban Othman. Yes. Ameweza kuona hii fursa na kutuleta hapa na kuweza kufikiria kufanya mradi wa uzalishaji wa huo mkaa mbadala ama nishati safi kwa hapa Zanzibar. Kwa tunaweza tukasema kusafirisha mkaa ule kutoka bara kuleta Zanzibar, tunaweza kusema bye bye hapo mbele. Kabisa. Tutaweka timu hapa na tutazalishia hapa. Ndio, na vijana wa Zanzibar. Kwa hiyo wale ambao wanatamani kuendelea kuwasiliana na wewe, pengine wanatamani kujifunza au wanatamani kutoa oda zao, karibu kwa mawasiliano zaidi. Asante. Namba zetu ni 0713 ndio 76 kwenye digital platforms kama Instagram. Yes, tunaenda kama nishati_eco_limited. Okay. Basi wafollow. Kwa mimi nisema asante sana kwa kuja, keep in touch. Tutaendelea kufuatilia maendeleo yako na Zanzibar huku kwamba mambo yatakuwa yanaendaje. Dr. Mtawala ndio la kwangu jina, hii ni Mtawala TV. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube channel yetu ambayo ni Mtawala TV. Usiache kusubscribe, share na ndugu jamaa na marafiki, na wale wote wapendao waendelee kujifunza mambo mengi mazuri zaidi. Nina madhumuni ya kuendelea kuijenga jamii yetu. Leo tukuletea masuala mazima ya nishati safi, na umeweza kumsikia Aneti Mtembea amezungumza vitu vingi zaidi ambako naamini utakuwa umefurahia. Zaidi ya yote niseme asante kwa Waziri wa Vijana
ofisi ya rais kwa bara kule, Mheshimiwa Joel Nanauka, lakini vile vile kwa hapa Zanzibar nikushukuru sana Mheshimiwa Shaban Ali Othman kwa nafasi yako ya kipekee. Tunakushukuru sana nena madhumuni tunasema Mtawala TV, Mtawala Media, Mtawala Radio tutakuwepo hapa na kuendelea kufanya mengi zaidi ya yote. Asante sana Bi Catherine, mkurugenzi mtendaji wa Youth Connect Tanzania, kwa kuendelea kutuconnect na sisi tunajiconnect kibiashara. Mambo mengi mazuri yataendelea kuzalika hapa. Asante sana, tukutane wakati mwingine.